Ndio hichi ambacho kinawafanya nyinyi mfanikiwi. Nyinyi maisha yenu yote ili mpige hatua mnaanza kusema hivi, watanionaje? Fulani atanionaje? Fulani atanionaje? Fulani atanionaje? Hamna naye kuona. Yaani hamna naye kuangalia. Ndugu yangu, endelea na maisha yako, acha una umaskini utakuua. Jipambanie ndugu yangu, upige hatua. Mgeukie yeye akwambie si hatukuangalii, wewe endelea tu, tafuta hela. Natafuta sifa za kijinga, yani sifa ambazo hazipo. Watanionaje? Nani akwambia anakuona? Mgeukie yeye akwambie sisi tumekwambia tunakuona. Wangapi wanajua jirani yake ana shilingi ngapi kwenye account? Mgeukie jirani yako mwambie huyo naye muonea aibu kwamba atakuona. Mwenzako hata ajui kama unadaiwa. Hajui kama uliweka ndoto ya kununua gari mwaka huu na hii ni Novemba. Wewe unakazana atanionaje? Atakuona unaendelea kutembea kwa miguu mwakani. Ndio utakapokuona. Endelea kuona aibu hivyo hivyo. Kama hasa watu wakiniona hapa wataniona. Wakanisani wakinikuta hapa watanionaje? Na kama maisha ya kupiga picha. Wakijua mimi nafyeka majani sasa itakuwaje? Subiri wajue umefukuzwa kodi ya nyumba. Ndio utajua wanajuaje. Haiwezekani. Wako wenzetu hapa duniani, they don't struggle kabisa, and money knocks at their door. Money follows them where they are. Yes. Amen. 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 Yote yanayotokea nje ni impact ya kilichoko ndani. Yes. Ni impact ya kilichoko ndani. Sema money magnet. Money magnet. Sema tena money magnet. Money magnet. Shetani hana nguvu kuliko hela. Kwa sababu Yesu aliposema hamwezi kuwatumikia mabwana wawili, anasema huwezi kumtumikia Mungu na mali, sio Mungu na shetani. Kwa unaelewa shetani na Mungu na hela. Hela ina nguvu kuliko shetani. Yes. Devil is very weak, very cheap. Imagine Yesu anasema kitu pekee kinachohatarisha nafasi ya Mungu sio pepo, sio shetani, ni hela. Mungu anaweza kunyang'anywa nafasi na hela. Na uungu wake, yani Jehova ni mkuu sana, ila hela inaweza kunyang'anya nafasi yake moyoni mwako. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Utajiri hautakauka kwenye maisha yangu. Utajiri hautakauka kwenye maisha yangu. Kwa sababu Mungu wangu anatoaga. Kwa sababu Mungu wangu anatoaga. Si watu wanalalamika hivi, nyema watu wachungaji siku hizi wanafundisha kuhusu utajiri. Jamani, utajiri ni vitu vya kawaida kwa Mungu, yani sio vitu vya kusumbuka. Alimpaka mtu bure wakati akuomba. Kwa maana yake nini? Utajiri sio kitu cha kutafuta. Mungu aligawa utajiri bure. Yes. Jamaa hata akuomba, Mungu alimwambia nakupa, sasa nakupa. When God blesses, unatakiwa ufikie level kwenye maisha yako, vitu vyo vinafanyika kwenye maisha yako, na ukitrace ulitumia shingapi kununua hiki, ulitumia hela kutokea wapi, huna majibu. Then hapo ndipo utakapoanza kujua kuna mkono wa Mungu na supply kwenye maisha yako. Amen. Ukiona my sister, ukiona kila unachonunua you can record, you can remember, bado hujafanikiwa. Bado wewe hujabarikiwa. You need to reach a time where you can no longer tell her, how did you build the house? How did you buy that car? Yes. How did you go that school? How did you pay that school fees? Yes. When you can no longer understand, then you should know mkono wa Mungu usioonekana ulianza kufanya kazi siku nyingi sana. Nimekwambia hivi, kule duniani wana nguvu zao za kishirikina zinazowapa nguvu. Huku kwa Mungu ndio ninakupa hizi njia zetu. Let it go. Don't be attached. Ni sawa sawa, yani wanadamu wanapenda kushikilia vitu sana. Waswahili wanapenda kushikilia vitu kiasi kwamba yani jina yake inaweza inaitwa Mkwaswaswa Mwangimba. Anakwenda anataka kuwa international. Anaenda Mwangimba International Shop. Mpaka mtu aje kuitaja Mwangimbwa. Yani wapelekea wa Kenya afu watajie Mwangimbwa. Ipeleke Ulaya Mwangimbwa International. Now you think God cannot supply.
You think God cannot open that door? You think God cannot lift you? There is someone you think in your mind he can open a certain door. No, Biblia inasema imeandikwa amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Kuanzia leo hii. Kuanzia leo hii. Moyo wangu umekugeukia wewe. Moyo wangu umekugeukia wewe. Kwa unaposema hivi, Baba nimeleta moyo wangu mbele zako. Mungu asikilizi maneno. Moyo wako anauona kwenye hazina zako. We can always start where we are. Start where we are. It's not a play. We know what we do, and this is a principle. Kama wale wanachinja kule, wanachinja ili washike vituo vya mafuta. Wewe huko nadhani utachukua vituo vya mafuta kuimba, Bwana nimefanya nyumba kwa ajili yako. Au kwa kusema, oh rabashika, nashika kituo, nashika kituo. Mama zetu tangu zamani walikuwa wanafanya hivyo. Nashika, nateka anga. Tangu ameteka anga hamna anayemiliki ndege hata mmoja. Ewe mkuu wa anga ukimpiga basi rusheni hata ndege moja. Wazazi wetu walikuwa wako busy kuteka anga, nateka anga. Tunateka anga la hapa eneo. Wakati wao wanateka anga, wenzetu wako busy wananunua ardhi. Kwa Wafilisti wamejazana Masaki huko. Alafu wazazi wetu wameteka nini? Tatizo angani huwezi kujenga. This is the reason why I'm pushing you guys to do great things. Hivi ninavyowaambia hizi principles sio ili msapoti maisha yangu au maisha ya huduma. No. Hata kama unaona hii sio mahali pa kutoa sadaka zako, fine, but make sure sadaka zako ziko kwa Mungu. It will make you attract wealth. It will attract good things. Solomon hakuomba utajiri, ila utajiri ulimtaka. Utajiri ulimtaka yeye. Mungu alimwambia hivi, hata kama hutaki. Na mwenye kushangaa, hujaomba hela, hujaomba nini? Sasa kwa kuwa hata kama hutaki, nakupa. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Miaka 15 nyuma nilikuwa niko zangu Tandale, nilikuwa nachezesha kolokolo. Nimeshachezesha kolokolo kama unajua kolokolo. Nilikuwa na haso sana na toboaje na muziki. Na kila nilikuwa namwambia nitakuwa mwanamuziki, alikuwa ananiambia bwana kuimba utaimba wewe. Ukiwa na kesho kubwa sana, unakumbana matatizo makubwa sana. La muhimu ni kutokata tamaa kwenye maisha. Maisha yetu yamejaa mazuri, yamejaa mabaya. Yamejaa upendo, yamejaa chuki. Na saa nyingine chuki zinakuwa nyingi zaidi kuliko upendo. Unachokiamini usikubali mtu akwambia kiwezekana. Ningejikatia tamaa katika muziki, hii msingekuwa ndugu zangu leo. Usikubali mtu akukalishe tamaa. Mungu wetu ametuambia kila kitu kinawezekana chini ya jua. Kinawezekana, kinaweza. Ni kujitahidi, kujiwekea lengo na ukasema mimi nataka nifike pale. Chochote ambacho utakikatia tamaa na maana hautafanikiwa nacho. Si ndio? Yes. Unafukuzia kazi, umetemwa hapa, umetemwa pale, afu unaona bana basi tena bana unaondoka na mabegi yako. Ndio basi ile. Umeelewa? Lakini the more unazidi kufight, umekosa hapa, unakwenda pale, nafika sehemu unapata. Umejaribu mara ya kwanza umeshindwa, sio mwisho wa safari. Jaribu tena, usikate tamaa. Umeenda kwa mtu huyu amekataa kukusaidia, usikate tamaa. Siye mwanadamu pekee aliyeko duniani, mjaribu na mwingine, usikate tamaa. Na isikupe woga kwenda kupambana. Kijana unanisikiliza, mafanikio ni jumla ya majaribio yaliyoshindwa kadhaa. Jumla yake ndio huleta mafanikio. Ndani yako iko kesho kubwa imejificha. Hata magumu uliyopita yaliruhusiwa na Mungu
ili yakutengeneze ufike hapa leo. Lazima uwe na, kama ndoto zako hazikutishe, zikuogopeshe, achana nazo. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.